Silvanus Osoro aliniambia ya kwamba hapa South Mugirango wakati tunapanga Kenya, lazima tupange South Mugirango. Ni kweli ama si kweli? Mnajua hii barabara inaenda mpaka Kenyenya, si ndio? Hii barabara ndio mimi nilikuja kuweka foundation hapo tukianzisha. Ni kweli ama si kweli? Ile ya Rio Siri ambayo ilikuwa imekwama ya kwenda mpaka Nyabigena, sasa tumemaliza. Ni kweli ama si kweli? Ile ingine ya Gotichaka ama inaitwa Goti nini? Gotichaki, si ndio? Ya kwenda Nyabigena pia imekamilika. Ni kweli ama si kweli? Ingine hapo katikati ya Nduru ilikuwa imekwama vile vile. Hiyo vile vile nimeweka contractor, inaendelea, imefika 40%. Lakini ya muhimu, watu wa hapa Mochengo muliniambia na mkatuma huyu mbunge wenu, mkasema tuwajengee hii barabara ya kutoka hapa Mochengo, si ndio? Iende wapi? Mpaka Maro, mpaka ifike Suguta. Hii barabara sasa ya kutoka hapa kwenu Mochengo kwenda Nyansembe kwenda Maro mpaka ifike Suguta. Contractor nimefika naye hapa leo, tutawajengea ndani ya miezi 9. Miezi 9 hii barabara yenu itakuwa inatembea na lami. Nataka niwaeleze, duniani hii iko na matatizo mengi. Tulikuwa na shida kubwa pale nyuma. Mambo ya mafuta ilikuwa inatusumbua, lakini Mungu akatujalia tukawa na mpango wa G2G ambaye iliokoa taifa letu la Kenya. Wakati wengine walikuwa wanahangaika, Kenya hii tulikuwa tumejipanga. Hata nchi zingine walikuja kutuuliza ni vipi nyinyi Kenya mmefanya. Hata saa hizi tuko na shida kubwa ya mambo ya Middle East. Tumekuwa na matatizo ya vita kule. Mambo ya mafuta imepanda kila sehemu, lakini hapa Kenya tumepanga vizuri, tuhakikishe ya kwamba ile bei ambayo ingeruka juu sana, tuhakikishe ya kwamba tunaifanyia moderation. Tumetoa pesa ya serikali bilioni 6.5 ya kufanya subsidy ya mafuta hapa Kenya. Tumerudisha chini ile mambo ya VAT kuhakikisha kwamba tuna moderate mambo ya mafuta hapa Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya tutafanya juu na chini. Nchi zingine nikiongea na nyinyi hawana mafuta hata katika pumps zao. Hapa Kenya tuko na mafuta ya kutosha, ya kwanza. Ya pili, tumehakikisha ya kwamba tumefanya subsidy, ndio hiyo gharama ya juu zaidi isifikie kwa wananchi wa taifa letu la Kenya. And we are going as a nation to make sure that we cushion the people of Kenya from high prices of fuel. The G2G arrangement has made Kenya a very competitive fuel destination. You cannot compare our fuel with our region or other countries. There are countries who do not have fuel in their countries. In Kenya, we have enough fuel. We have used 6.5 billion to subsidize so that we can moderate the price of fuel in Kenya. We have also reduced VAT so that we make sure that Kenyans do not bear the brunt of excessive fuel prices. And we are going to monitor the situation to make sure that we cushion ourselves as our country, cushion our economy, cushion our transport sector, so that Kenya can continue to be a competitive country as we drive towards the transformation of our country. Kubaliana ya kwamba watoto wetu wote wa Kenya wapate nafasi ya kusoma. Na mimi nawauliza ndugu zangu watu wa hapa South Mugirango, msikubali mtoto yeyote abaki nyumbani. Tumetoa pesa nyingi ya serikali. Tumeongeza budget ya serikali kutoka shilingi bilioni 500 mpaka bilioni 700 kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wote wanapata nafasi ya kusoma. Kila mtoto wa Kenya apate nafasi. Tumeajiri walimu 1,100 wapya kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata nafasi ya kusoma. South Mugirango, mimi nawauliza jameni, msikubali mtoto abaki nyumbani. Tunaelewana? Msikubali mtoto abaki wapi?
Mochengo hoye! South Mugirango hoye! Abantu bami ntombo ya more. Mbuyamore naende. Nyasaye nyomuya. Jinga kichonzi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu munisalimie hewani hivi nione watu wa South Mugirango. Mnawajua wale watu? Nyinyi watu wa Mochengo mnawajua? Wale watu ambao wako na kiburi mingi. Wale watu wa matusi mingi. Wale watu wa ukabila na chuki. Mnawajua? Ati mpango hawana. Agenda, sera, maono, hata akili. Kama wangekuwa na akili, mimi niwaulize. Kama wangekuwa na akili, si wangewachana na matusi? Kama wangekuwa na mpango, si wangewachana na fitina? Sasa wanakuja hapa wanaongea mambo ya William Ruto. Oh, mambo ya William Ruto. Mimi nataka niwaambie wale jamaa, hawa watu wa Mochengo, watu wa South Mugirango, watu wa Kisii, hawahitaji ushauri wenu. Hawa watu wananijua. Wanajua hii barabara mimi nilianzisha. Wanajua mimi nimekuwa hapa South Mugirango na nimefanya kazi na wao. Ni kweli ama si kweli? Wale watu kwanza hata majina yao hawajulikani hapa South Mugirango. Nyinyi mnajua ule mtu wa pepo chafu ya ukabila, mumewahi kumuona hapa? Hata yule wa miaka 40 wa kutoka huko mnamjua? Wamewahi kufika hapa? Kuna kanisa wamechanga? Kuna stima wameunganisha? Barabara mumewaona? Shule wamejenga? Nyinyi mkipata nafasi, msiharibu nafasi yenu na mambo ya William Ruto. Mimi najulikana na hao wa Kenya wote na wanajua ile kazi mimi nimefanya. Nyinyi kwanza mujieleze, nyinyi ni kina nani? Mumefanya nini? Wapi agenda yenu? Wapi sera yenu? Wapi mpango yenu? Track record yenu iko wapi? Nyinyi mujieleze. Wachana na mimi. Mimi na hawa wananchi, mimi najuana na hawa. Ama namna gani? Those people, they need to explain themselves first to the people of Kenya. Hawajulikani kwa sababu ni watu wajinga. Ama namna gani, my friends? Tuendelee ama tuendelee? Mnahitaji ushauri ya wale watu? Si wakuje kwanza waseme majina yao ni kina nani? Wakuja hapa waseme mimi ni fulani wa fulani. Aseme sadaka alitoka kwa kanisa gani? Aliseme barabara gani alitengeneza, shule ametengeneza gani, ama namna gani? Si wanahitaji kuja kwanza kujieleza? Tuko pamoja ama tuko pamoja?